بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم. وبعد. سادة العلماء، سادة أساتذة، ndugu katika umma, wapenzi mashekhe, maustadhi na watazamaji wote wa vipindi vyetu popote pale duniani mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ima siku ya leo tunaenda kukianza rasmi kitabu chetu cha Al-Miftahu Libabi Nikah cha Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, baba yake na Shekhe Salim bin Hafidh, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie. Iwasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, ya ayyuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu, alladhi, ambaye kwamba khalaqakum, amewaumba ninyi, min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja, akikusudia Nabii Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi hiyo sampuli yake, akikusudia mama Hawa alayha salam. Wa batha minhuma, na akatoa katika nafsi hizo mbili, ambaye ni Adam alayhi salam na mama Hawa, rijalan kathiran wa nisaa, wanaume wengi na wanawake. Tukazuri sana wattaqullaha, na muogope Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye tasaaluna bihi, mnaombana kumpitia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utakuta wallahi nawaombeni kwa ajili ya Allah, wallahi nawaombeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wattaqullaha alladhi, na muogope Mwenyezi Mungu ambaye tasaaluna bihi, mnaombana kumpitia yeye, wal arhama, lakini kadhalika na udugu, muogope udugu ambao nakuta nisaidieni mimi ndugu yenu katika Uislamu. Kwa hiyo pia Allah anasema tuogope udugu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana alaikum raqiba, amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye ni mchungaji. Waqala aidan, akasema pia, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ankihul ayama minkum, na muozeshe wale wajane miongoni mwenu, wassalihina, na waliowema, min ibadikum, katika watumishi wenu, wa imaikum, na vijakazi vyenu. Yakunu fuqaraa, na ikiwa ni mafukara, yughnihimullahu min fadlihi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kutokana na fadhila zake, atawakinaisha kutokana na fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu zaidi na ni mjuzi zaidi. Tukuzuri sana Sapasi na kupoteza wakati, tutakianza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib ameanza na Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe wote. Wa sallallahu wa sallama, na ateremshe rehma Mwenyezi Mungu na ateremshe amani, ala sayyidina Muhammad, juu ya bwana wetu Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin, mtume ambaye ni mwisho ama amehitimisha mlango wa manabii na mitume. Wa ala alihi, na juu ya ali zake, wa sahbihi, na sahaba zake, wattabi'in, na wenye kuwafuata. Wa ba'd, na baada ya hayo, faqad sa'alani ba'dhu ar-raghibina min al-ikhwani, hakika
wameniomba mimi baadhi ya wenye mapenzi katika ndugu, aswadiqin, wa kweli, an ajma ma tajibu maarifatuhu, kukusanya ama nikusanye yale ambayo yanalazimu kuyafahamu, ala mubashiri aqdi nikah, kwa mwenye kufungamana na kifungo cha ndoa. Minal umuri lazimati, katika mambo yenye kulazimu shar'an, kisheria, ala madhhabil imami Shafi'i, kupitia madhhabu ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie. Faajabtuhu, nikamuitika ama nikamjibu katika hilo, ila dhalika, katika hilo, wakatabtu hadhihi alwaraqat, na nikaandika hizi karatasi. Tuko vizuri sana Wasamaituha, na nikaziita almiftaha libabi nikah, ufunguo katika mlango ama ufunguo wa mlango wa ndoa. Wallahu almas'ulu, na Mwenyezi Mungu mwenye kuombwa, ayaj'ala dhalika, ajalie hilo, khalisan, ni utakaso, liwajhihi alkarim, kwa ajili ya kutafuta radhi zake tukufu. Amin. Allah atukubalie. Maana nikahi lughatan wa shar'a. Alhabib anaanza rasmi kuingia katika masala ya ndoa, anasema maana nikahi, maana ya ndoa, lughatan wa shar'an, kilugha na kisheria. Kule Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ankihul ayama minkum, na waozeni wale wagame miongoni mwenu, waswalihin, na waliowema, min ibadikum, katika watumwa wenu, wa imaikum, na vijakazi wenu. Sasa huku kuwaozesha, ile ndoa ni nini? Alhabibi wasema an-nikahu lughatan, ndoa kilugha, adhammu walwatu, ni kukusanya ama kufumba, walwatu, na kuingilia. Wa shar'an, na kisheria sasa, aqdu yataaqdun, ni kifungo ambacho yatadhammanu ibahata wat'i, kinakusanya kuhalalisha kuingilia. Yani ndoa kisheria, aqdun ni kifungo ambacho yatadhammanu ibahata wat'i, kinakusanya kuhalalisha kuingilia. Kwa hiyo kilugha, hata yule anaozini ameoa kilugha, lakini kisheria ni kifungo ambacho kinakusanya kuhalalisha kuingilia, bilafdhi nikah, kwa tamko la nikah, au tazwiji, ama kuozesha, au tarjamatihi, au tarjama yake kwa lugha nyingine, marriage, wila, yani zile lugha tofauti ajami, zile sio kwa za Kiarabu. Arkanun nikah, nguzo za ndoa. Sasa ili ndoa iweze kusimama, iweze kuwepo, nguzo zake ni zipi? Arkanun nikahi khamsatun, nguzo za ndoa ni 5. Ya kwanza, zaujun, mume, wa zauja, mke, wa waliyu, na wali, wa shahidani, na mashahidi wawili, wa swigha, na tamko. Hivyo ili ndoa iwepo, nguzo zake ni 5. Apatikane mume, apatikane mke, apatikane wali ambaye ndio anamuozesha huyo mwanamke, wapatikane mashahidi wawili, na ipatikane tamko, yani ijab na kabul. Tuko vizuri sana Wadhifatu mutawalli uqudi al-ankiha, kazi ya mwenye kutawalia au mwenye kusimamia vifungo vya ndoa. Alwadhifa katika masala ya tasawuf ama ahla tariqa tunasema ni uradi, lakini kwa hapa wadhifatu mutawalli uqudi al-ankiha, kazi ya mwenye kusimamia au ya msimamizi wa vifungo vya ndoa. Yambaghi limutawalli uqudi al-ankiha, yatakikana kwa mwenye kusimamia vifungo vya ndoa, idha tuliba minhu, pindi inapohitajika kwake yeye, ayubashira aqdu nikah, kuvaana na kifungo cha ndoa. Na kifungo cha ndoa,
sawaun, ni sawasawa, huwa alwaliyu, yeye ndio wali, au kana safiran mahdha, au amekuwa ni mwakilishi aliyetakasika, yani ni mwakilishi tu. An yas'ala qabla mubasharati aqdi nikah, an yas'ala, aulize, qabla mubasharati alaqdi, kabla ya kuvaana na kifungo cha ndoa, an umur, kuhusiana na mambo kadhaa. Minha, katika hayo, an yas'ala ani zawja, aulize kwa mke, hal hiya bikrun au thayyibun, je ni bikra au ni thayyib. Tuko vizuri sana Yule ambaye anasimamia, ndio tunasema shekhe, yani kwenda kusimamia masala ya ndoa, ili watu wasije kajiozesha kiolela olela tu, watu wasije kuozeshana ndoa mwisho siku ni batili. Sasa huyu aulize kwanza, je, huyu mwanamke ni bikra au ni thayyib? Tuko vizuri Falbikru, bas bikra, hiya allati, ni yule ambaye lam tazul bakaratuha, haukuondoka ubikra wake, liwatui, kwa kuingiliwa, bi lam tazul aslan, kwa namna ambayo haukuondoka kiasili, au zalat bighairi watui, au umeondoka ubikira pasina ya kuingiliwa. Kasaktati, kama kuanguka, mwanamke alianguka, labda bikra ikaondoka, wahiddati haidhi, na hedhi kali, yani hedhi ilikuwa kali mpaka mwisho siku bikra ukafanya nini, ukaondoka. Tuko vizuri sana huyo ndio bikra. Wa thayyib, na thayyib, hiya manzalat bakaratuha, ni yule ambaye umeondoka ubikira wake, liwat'i, kwa kuingiliwa, sawaun, haijalishi, kana halalan, imekuwa ni kwa halali, au haraman, au kwa haramu. Waweza mtu alizini ama aliolewa akaachika, basi huyo ndio anaitwa thayyib katika sheria. Thayyib. Au watu shubha, au aliingiliwa kwa shubha, yani mathalani mwanaume kadangamanya akajua ni mkewe, labda amelala kwenye godoro lake, firashi, tandiko lake lile, au mazingira yote maadamu ni ya shubha, basi pia huyo ni thayyib. Fa innahu, kwa sababu huko kuingilia kwa shubha, la yusafu bilhilli wala bilhurma, hakupewi sifa kwamba ni halali wala ni haramu. Yani kuingilia kwa shubha hakupewi sifa, ama hakuitwi ni halali wala ni haramu, hakupewi sifa hizo. Huko kunaitwa tu kuingilia kwa shubha. Tuko vizuri sana Fa in kanat bikran, na ikiwa ni bikra, jaza li abi, inafaa kwa baba, wal jaddi, na babu, fakat tu, duna ghairihima, pasi na wengine, min sairi al-awliyai, katika baki ya mawali, inafaa nini? Tazwijuha, kumwozesha mwanamke bikra, ijbaran, kwa nguvu, walau kabla bulughiha, hata kama ni kabla ya kubalighi kwake. Kwa hiyo tunapata somo ya kwamba babu mzaa baba na baba mwenyewe, wawili hawa katika mawali, wana uwezo mmojawapo akamwozesha mwanamke ambaye ni bikra kwa nguvu, hata kama hakubalighi, akamwozesha kwa nguvu. Na baadhi ya wanazuoni wa zama hizo amesema hii haipo, haifanyi kazi sheria hii kutokana na mazingira ambayo tuko nayo ya siku hizi. Tuko vizuri sana Bishurutin, kwa masharti, kaunu zawju kuf'an, kuwa mwanaume ni kufu, yani ni kufa, wanaendana kihadhi na mwanamke. Musiran, ni mwenye uwezo, bimahli mithli, kutoa mahali ya mfano. Laisa bainahu, na hakuna kati yake, wa bainaha, na kati ya mwanamke, adawatun, wadui, la dhahira, si wazi, wala batina, wala uandani. Tuko vizuri Walaisa bainaha, na hakuna kati ya mwanamke, wa baina waliyiha, na kati ya walii wake, adawatun dhahira, wadui wa wazi. Fa in fuqida ahadu hadhihi shuruti, basi endapo itakosekana moja ya sharti hizi, ya masharti haya, lam yasihhu nikah, haiswihi ndoa haiswihi.
Wayajibu aidan, na inapasa pia alla yanqudha sadaqu, isije alla yanqusa sadaqu, isije ikapungua mahali an mahri mithli, mahali ya mfano, wa an yakuna halan, na iwe ni hapo hapo, yani tunasema papo hapo, yani umeozeshwa na mahali hapo hapo, sio sijui baadaye, yani hapo hapo. Toa, ozesha mahali hiyo hapo, au mahali hiyo hapo ozesha, yani ni jambo la hapo kwa hapo, haina mambo ya baadaye. Min naqdil baladi, kutokana na pesa zinazotumika katika mji husika. Isiwe unakuja kuoa Tanzania unakuja na hela za Kenya, ijbar. Hizi ndoa inakuwa hapo sharti imeharibika, haifanyi kazi, inakuwa hapo hamna ndoa. Tuko vizuri sana Amma idha lam yakun laha abu, ima mwanamke endapo hana babu wala jaddu, hana baba wala jaddu wala babu, falaisa li ahadin, basi hakuna ruhusa kwa yeyote, min sairil awliyai, katika baki ya mawali ama mawali wengine, ayuzawijaha, kumuozesha, ay albikru bikra, ay albikra bikra, illa ba'da bulughiha, isipokuwa baada ya kubalighi kwake, wastiidhaniha, na kumtaka idhini yake, wayakfi fil idhni sukutuha, na inatosha katika idhini yake, yani kutoa idhini kwake, kunyamaza kwake. Mwanamke ambaye ni bikra, kule kunyamaza kwake kunachukuliwa ni ametoa ruhusa katika mazingira aina hiyo. Wayustahabu li abi, na inasuniwa kwa baba, wal jaddi, na babu, in kanat baligha, ikiwa amebalighi, istiidhanuha, kumtaka idhini yake. Wa in kanat al makhtuba, na endapo mwanamke aliyeposwa, thayyiba li thayyib, falyas'al al aqidu, basi na aulize mwenye kufungisha, aidan pia, hal mata anha zawjuha, je amekufa kwake yeye mumewe, au talaqaha, au amemwacha. Fa in kana mata anha, basi ikiwa mumewe alikufa kwake, falyas'al an waqti mautihi, na aulize kuhusiana na wakati wa kifo chake. Liya'lama inqidha'a iddatiha, ili afahamu kuisha ama kukatika ida yake. Lianna iddata alwafati, kwa sababu ida ya kufiwa, tankadhi biwadhil hamli, huisha kwa kuzaa mimba ama kwa kuzaa, inkanat hamila, ikiwa mwanamke ni mjamzito. Wa bi arba'ati ashhurin wa ashara, na miezi 4 na siku 10, wa asharata ayami, na siku 10, lilhurra, kwa mwanamke ambaye yupo huru, inkanat haila, ikiwa si mjamzito. Wa bi shahrayn wa 5 ayyam, na miezi 2 na siku 5, lilama, kwa mwanamke ambaye ni kijakazi, yani mtumwa yule wa kike. Wa in kana zawju talaqaha, na endapo mume amemuacha, fayanzuru sighata talaq, basi na atizame lile tamko la talaka. Wayabhathu tamama albahthi, na afanye utafiti wa kina, an sihatihi, kutokana kuswihi kwake, wanufudhihi, na kupita kwake. Je, imepita, imeswihi, ndiyo imepita. Wa hal huwa khulaiyu au rajaiyu, na je ni talaka ya kujivua mwanamke au ni talaka ambayo ni rejea. Wa hal dakhala biha zawju alawwal, na je amemuingilia mwanamke huyo mume wa kwanza au la, au hakumuingilia. Wa idha dakhala biha, na endapo amemuingilia, falyas'al an iddatiha, na ulize kutokana na ida yake. Wa hal hiya min dhawati alaqra'i, na je ni katika wanawake ambao wanazingatiwa kihedhi ama kitwahara, au min dhawati shuhuri, au ni wale ambao wanazingatiwa kimiezi, yani ambao hawaingii kwenye ada kiasili, ama mtu ameshakuwa mtu mzima haingii kwenye hedhi, ndio wanaozingatiwa kimiezi. Wabil jumla, na kwa ujumla, fala yambaghi lahu, haitakikani kwake yeye, mubasharatul aqdi, kuvaana na kifungo cha ndoa, hata yatahaqqaqa khuluha, mpaka pathibitike kuepukana kwake, ani nikahi wal idda, kutokana na ndoa na eda, wasairil mawani'i,
na vizuizi vingine. Tuko vizuri sana Wayushtaratu, na inekiwa sharti lisihati nikahi thayyibi, kwenye kuswihi ndoa ya mwanamke ambaye ni thayyib, ambaye ameingiliwa, iwe kwa halali ama kwa haramu, bulughuha, kubalighi kwake, wastidhanuha, na kumtaka idhini yake, bi an ta'adhana nutqan, kwamba atoe ruhusa kwa kutamka. Ni tofauti na bikra, kwamba akinyamaza inachukuliwa pia ni kukubali. Tuko vizuri sana bi an ta'adhana nutqan, atoe ruhusa kwa kutamka, liwaliha, kwa walii wake, fi tazwijiha, katika kumuozesha kwake, wa in kana aban au jaddan, hata kama huyo wali ama huyo anayeozesha ni baba au babu. Tuko vizuri sana Basi tuishie hapa, tukija tutasoma sehemu inayofuata, alwaliyu fi nikahi wa ahaqqul awliyai bitazwij. Fama asabtu min Allahi ta'ala wama akhta'tu famin nafsi wa min taqsiri wama u'titu min al-ilmi illa qalila wama khuliqa al-insanu illa dha'ifa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.